Hii ni sehemu ya 3 ya Pengo Fisi Mtu. Miaka mingi zaidi ilipita katika kijiji cha Mbonde. Wale vijana wa zamani Makande, Mashono, Chafu, Panje, Ambundo na Kabini sasa walikuwa wazee. Nywele zao zilianza kuwa nyeupe na watoto wao walikuwa wamekuwa vijana wenye nguvu. Lakini hadithi ya Pengo mchawi aliyepigana na fisi haikuisha kamwe. Kila usiku karibu na moto wa kijiji, wazee walikuwa wakisimulia hadithi hiyo. Lakini mara nyingi walipofika sehemu ya mwisho, pale ambapo Pengo aliomba msaada, walinyamaza kimya kwa muda. Watoto wao walikuwa wakishangaa. Siku moja vijana wapya wa kijiji waliamua kuchunguza ukweli. Vijana hao walikuwa Jambo, Pwagu, Ng'ang'a, Bonge na Shukuru. Jambo akasema kwa ujasiri, hadithi hii imekuwa ikitusumbua tangu utotoni. Leo usiku tutakwenda msituni kuona kama ni kweli. Pwagu akacheka kidogo, labda wazee wanatuogopesha tu. Lakini babu yake Kabini aliyekuwa karibu alisikia maneno yao. Akawaambia kwa sauti nzito, msicheze na mambo ya usiku wa msituni, kuna vitu ambavyo havipaswi kuchunguzwa. Lakini vijana walikuwa na hamu sana. Usiku ulipofika, walichukua mienge na fimbo zao, kisha wakaanza kutembea kuelekea msituni. Upepo ulivuma polepole. Majani makavu yalitoa sauti ya kr chini ya miguu yao. Walipofika ndani zaidi ya msitu, kimya kizito kilitanda. Hakukuwa na ndege wala wadudu waliolia. Ghafla, sauti ya mbali ilisikika. Vijana wote wakasimama. Bonge akasema kwa sauti ya chini, mmesikia hiyo? Lakini Pwagu akajaribu kujifanya jasiri, lakini sauti yake ilitetemeka kidogo. Ni fisi tu, lakini ndani yao wote walihisi hofu isiyoeleweka. Eneo la mapambano ya zamani. Baada ya kutembea zaidi, walifika kwenye sehemu ambayo wazee wao walikuwa wakisema ndipo mapambano ya Pengo yalitokea miaka mingi iliyopita. Udongo ulikuwa mgumu na kulikuwa na mti mkubwa wa zamani uliopinda kama mtu aliyechoka. Ghafla upepo mkali ulivuma, moja ya mienge ikazimika. Shukuru akasema kwa hofu, subiri, moto umezima. Wakati wanajaribu kuwasha tena, wakasikia sauti ya kunong'ona nyuma yao. Hakukuwa na mtu. Lakini mbele kidogo gizani waliona macho mawili mekundu ya kimeta. Kiumbe cha kutisha. Polepole kutoka kwenye giza akatokea fisi mkubwa sana. Mwili wake ulikuwa na makovu mengi ya zamani. Lakini kilichowafanya vijana hao wahisi baridi kwenye mgongo wao ni uso wake. Kwa mwanga wa mienge, uso wake ulionekana kama umechanganyika na sura ya binadamu aliyeteseka. Fisi huyo aliwatazama kwa muda mrefu huku akiwa na hasira sana. Kisha akatoa mlio ule ule wa zamani. Ndipo upepo ukaleta sauti ya kunong'ona. Jambo akasema kwa sauti ya hofu, hiyo ni sauti ya Pengo. Ghafla fisi huyo akapiga kelele kubwa sana. Akakimbia moja kwa moja kuelekea wao. Kukimbia kurudi kijijini. Vijana wote wakaanza kukimbia kwa nguvu. Walikuwa wanakimbia kupitia miti, wakiteleza kwenye majani, mioyo yao ikidunda kwa nguvu. Walipofika kijijini walikuwa wanapumua kwa shida na miili yao ikitetemeka. Wazee waliokuwa karibu na moto waliwatazama kimya. Hatimaye mzee Kabini akasema polepole, mmeyaona sasa mnaelewa kwa nini tulikuwa tunawaonya. Vijana hao hawakuweza kusema chochote. Lakini usiku huo walijua jambo moja, hadithi ya Pengo haikuwa hadithi ya kutunga. Na hadi leo katika kijiji cha Mbonde wazee wanasema ukisimama kimya usiku wa giza karibu na msitu, unaweza kusikia sauti ya mbali sana, na wakati mwingine upepo huleta maneno ya ajabu, kwa nini hamkunisaidia? Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii ya Pengo Fisi Mtu kuanzia episode ya kwanza. Ya pili na ya tatu endelea kufuatilia chaneli hii ya Edi TV, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti ili uwe wa kwanza kupata hadithi tamu na kusisimua.